Sisi leo hapa tunawazungumzia wale wadada wale ama wamama ambao wameolewa kwenye familia za watu na kwenda kuzivuruga, kwenda kuweka mipango yao wao na kuacha mipango ya watu iendelee, kwenda kuivuruga, yani kuvuruga familia za watu, kuvuruga upendo wa familia ambao ulikuwepo. Jamani, kiukweli wakina mama sisi tuna tabia ngumu sana, baadhi yetu tuna tabia ngumu ambazo hazibebeki kiukweli kabisa. Yani wewe uolewe kisha ufike tu pale uanze kuvuruga mambo ya watu, kisha tu pale ufike ujipe ukubwa ambao haustahili. Mimi nyingine najiuliza, sio vijitu vingine kwa sababu mengine melelewa na makambo, mengine melelewa tu huko mitaani, ndio maana sio akija hawana roho za imani. Hivi wewe uingie kwenye nyumba ya mtoto wa watu wakuoe, alafu ndio ukafanya uafiriti, asimlee mama yake wala asiseme vizuri na ndugu zake. Wewe una raha gani mtoto wa watu uliomkuta mtu mzima na kazi zake na meno yake 34? Peke yako. Waongea naye wewe peke yako. Kama umemkodisha vile au umemtengeneza au umekwenda mtengeneza wa udongo. Peke yako. Una shida wala utaki kujua ongea na mama yake, utaki kujua ndugu zake yuko nao sawa, utaki kujua chochote. Hivi wewe unaona ni sawa? Hivi nyinyi mwajua kama mtu saa nyingine mzazi anavyohangaika na mwazaa, lakini mtayaona mzazi anavyohangaika na mtoto wake, alafu leo wewe waje kumbadilisha mwanae, hata mawazo ya kumwaza mama yake hana. Ugali ule wewe, kuku ule wewe, nyumba ujengewe wewe, watoto wako wapelekwe shule za maana, wewe umetulia tu kama wewe mtu umemwokota. Uone haya wewe mtoto wa kike kukutwa na watoto wao, nao hawa kukutwa na watoto na mitihani hao. Tena kuna mwingine ulivyokuwa una haya umeolewa na wanao washatu. Kawalea yule mbaba wa watu mpaka wamekuwa wakubwa. Lakini pia uone huzuni. Kuona kwamba mimi nimepata faida, nimenufaika, nimelelewa watoto wangu, basi haya. Hii familia ni wabebe na wao maana mtu mimi ninavyojua bwana Bladina, ukiwa kuna kitu kizuri wafanywa katika familia ya mwenzio, watakiwa na wewe roho yako ujikongoje, ujikusuru na wewe pia. Mimi nimekuja na watoto wawili hapa, lakini mama watu kanyamaza kimya, hajasema chochote. Alafu hawajukuu pia waona kama ni wake. Hebu na mimi nijitahidi kusema na mume wangu azidi kumwangalia familia yake. Umewapigia mama, umekuwa ni kuna tatizo gani? Umeongea na wiki jamani. Ukimuuliza mumeo kama kawapigia simu ndugu zake, kampigia simu mama yake, wewe haribikiwa nani? Kuna shida gani? Hiyo nyumba uliojengewa ukae taama. Kwamba kuna shida gani? Au wewe utakufa hapo. Kama watu wala hawana mpango na wewe waka Dar es Salaam, watu waka Tanga, watu wala hawana shida na wewe, kuna tatizo gani ukiwa wamsukuma mumeo awe karibu na familia yake? Kuna tatizo gani? Wewe wataka nini? Wataka umtoe kikoa, wataka nini? Yani mimi sijajua mtu wataka nini. Wataka nini wewe? Msukuma mwanamume akaenda kwenye familia yake akaijali. Wewe hivyo unavyokula vyote havikutoshi. Unavyokula vyote havikutoshi. Mavitenge tuiko, hayamtoshi. Tuiko. Alimtoshi tenge la miraba mitatu mama alimtoshi. Yaani ili mradi ana heka. Na ndio maana wengine mmenyimwa miili nyie kwa kukosa zenu shukrani. Ndio maana kuna wengine Blandina kwenye ya maisha, mtu kaolewa ndani ya nyumba, tangu aolewe yeye riziki hazikai vizuri. Hajiulizi wala hajitafakari. Watakiwa ukikaa mwanamke nyumba yako ukiona ya nyumba, jiulize, utafakari. Sema na mumeo, vipi nyumbani, wapiga simu waangalia wewe. Kwa sababu mwanamke ndio mchunga ndani ya nyumba. Kama unaona mume wako akosea, mweke sawa. Kama haya umwambie ni yeye mwenyewe tabia yake, maana kuna wengine wajisingizia ni yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe umemuuliza? Umeongea naye? Umwambia wewe umezaliwa na mama yako, umelelewa na mama yako na ndugu zako, watakiwa uwapigie simu. Maana watu wengine mtu akishamuona mtoto wa mtu kama vile ataka mleni msimbakishe. Kwa hiyo akishakwambia umpigie simu mama yako na dada yako, si mtaomba hela. Na yeye na yeye mwenyewe ataka mleni msimbakishe. Ammalize yeye na ndugu zake. Ajenge kwao. Angaliwe yeye tu. Mtoto watu umemkuta mtu mzima. Akuangalie wewe tu, wewe dada unaniangalia uso kwa na haya. Alafu una choyo, utaki ndugu wa mume waje. Vyakula vimejaa store tele, lakini watu wakija pia upiki chakula, maharage wayaacha auza ndani, nyunga za ngano zatoka wadudu. Uone haya mtoto wa kike. Wewe ni mwanamke gani limbukeni wa maisha? Sasa wageni wakija utakiwa wapikiwe, vyakula vipo, wewe upiki una maana gani? Watu wa design hiyo malkia waambia nyinyi wenye vyoyo msituangalie. Waolewe na mwanaume ambaye ndo wa kwanza kwenye familia, yani aolewe na first born. Yani na yeye pia ajipa huo ufasi. Yani mimi huwezi kuamini Blandina, niko hapa nazungumza na watazamaji mnitizame. Yani nazungumza havijanitokea. Yani vikimtokea huyo mtu atajuta kuzaliwa. Sitaki kukudanganya.
kuku kule ngamiani sokoni wamewekwa nini? Ndawamaliza mabanda yote. Kwa mfano ndatafuta kuku vinyavu mayai visa kuyatumbukiza kwenye mashimo. Yaani siwezi kukalia kiti. Bladina. Mimi najua watazamaji watakuwa waelewa kuku kinyavu. Sikali kiti, kuna mfaraka wa kuku kinyavu unawaeleza kara. Sikali kiti. Yaani mtu asijikanyange kwenye kona zake akawa mimi ndio mama yake mkwe atajuta. Na waeleza, maana nina mtoto kiume. Yaani una rangi ambayo hutaiona. Yaani lakini akivuruga sio kwamba yaani Bladina akishaniletea ngedemu ajue kanikanya. Yaani akishankanyaga mimi ajue na yeye ana maisha. Yaani wewe kila unavyokaa yani unifuate unirambe wewe na mimi karibu. Lakini ukijikanyaga mshikaji wangu, wewe mwanamume unempenda kufa, utamsikia kwenye bomba. Ila kiukweli kabisa sisi wanawake ambao tunaolewa kwenye familia na kwenda kuzivuruga, tunawapa wazazi wa yule mume masononeko. Unamfanya mume wako aishi kwenye mazingira magumu ya kazi kwa sababu ya masononeko ya mzazi wake. Mwanangu mimi aniangalii, kumbe hasidi ni wewe ambaye unafanya ile familia watu wasielewane, watu familia separate jambo cha wazungu. Separate. Babu separate. Hivyo umo ilimradi imeeleweka. Umenielewa Malkia? Yaani ilimradi wewe umeingia kwenye familia, basi familia watu wote hawapatani, watu wote wana kila wakati ni vikao vya familia. Yaani wewe umeingia, wewe ni afiriti, kizaazaa, fitina kwa kuleta kizaazaa. Yaani choyo. Ati nafsi zinduka. Kila kitu unacho wewe. Kila kitu anacho wewe, lakini wenzake kama kamera ya Canon. Hataki kuwapa. Basi au usitupe hicho unachopewa na mume wako. Zile simu tu kupiga. Haya jamani wifi zangu muendeleaje? Haya jamani mama yangu huko, mama yangu mkwe vipi unavyoendelea? Wala usitoe hicho kitu. Watu muelewa kujipendekeza pia amjui. Waolewaje na mtoto wa mtu kujipendekeza na mama yake au na dada zake ujui? Wewe kujifanya mwamba. Ndio mkiambiwa muende kwa makungwi, alafu mkija hapo mwatukejeli sisi. Wajifanya wajua sasa twajua. Ndio maana tuwakumbusha. Twajua ndio nyinyi hamjielewi. Ndio maana sisi tuwaambia. Sio kama twajifanya twajua. Twajua kweli. Ndio maana tuwaambia nyie msojielewa. Hivi wewe una mtoto wa mtu wakaa naye miaka 2 hajampigia simu mama yake. Maana yako nini? Wala kwani hana mzazi. Una hata pressure. Maana yako nini? Wewe una mtoto wa mtu wakaa naye ndani ya nyumba kakujengea nyumba wala mpaka wasaza. Uone wifi zako, uone wakwe zako. Umetulia kimya. Maana yako ni nini? Jirekebisheni nyinyi mnaovaa matenge ya kuburuza yenye mikia ya tausi. Jirekebisheni nyinyi mnaojifanya mmeokoka alafu hamna chochote mnachokifanya. Jirekebisheni nyinyi mnaojifanya nyinyi kila siku madrasa. Alafu mnaozeni za kwa nini? Hao watu wanaojua dini si ndio wanaoiharibu. Hao watu waliookoka na wao kwenda madrasa si ndio wenyewe maafiriti wakubwa. Wana masijida alafu wana roho mbaya. Kwaheri. Wataka kukuelezea watu wenye dini walivyokuwa masidi wewe. Utaanguka hapo uzimie. Kwaheri.